alinionyesha kwamba wewe ni mke wangu, na hilo alinithibitishia. Shepherd. Yes, Papa. Come on. Watu wangapi kwenye foleni? Wako watatu baba. Wamefanya malipo? Wawili wamefanya malipo, mmoja amelipia shilingi 20,000. Mwenye 20,000 mwambie arudi akajipange. Huwezi kumwona nabii kwa shilingi 20,000. Sawa baba. Wait. I hope mwapa maelekezo yote. Ndio. Nitiambe yuko tayari. Sawa. Shalom Prophet. Shalom. Oh, Perus. Karibu kusaidia. Samahani Prophet, nina changamoto kwenye eneo la mahusiano. Nilikuwa naomba maombi. Sawa Perus. Ulikuwa na changamoto gani? Changamoto yangu ni kwamba kila ambaye nakutana naye kwenye mahusiano waga tunaishia njiani, hatufiki hatima ya ndoa. Unahisi sababu ni nini? Hii hapa waga inatokeaga tu ghafla funoya tu, mahusiano yanakatika tu, yanaishia njiani. Sawa Perus. Usipate shida. Kwa umefika kwa nabii, ninaamini Mungu ana majibu kwa ajili ya jambo hili. Swali moja tu la kukuuliza, unamwamini nabii? Ndio, namwamini. Mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu amenipa neema ya kuona. Ninaona vitu kabla vijatokea, huwa naona roho. Actually Mungu ameshanionyesha. Kuna kitu nimeshakiona kuhusiana na changamoto yako, na majibu ya changamoto ni mimi. Mungu alinionyesha kwamba wewe ni mke wangu, na hilo alinithibitishia. Prophet, mbona ghafla hivyo? Na mimi nakuheshimu sana. Nabii wako sei, na ili kuepuka ghadhabu ya Mungu unabudi kulikubali hili. Lakini naogopa sana Prophet. Kama unamwamini Mungu, niamini na mimi. So I give you time. Nenda alafu kesho urudi ofisini. Ninaamini ya kwamba Mungu atalifanya hilo. Sawa Prophet, asante. Sawa. Asante. Shepherd. Yes, Papa. Next. Shalom Prophet. Shalom. Karibu sana. Asante sana. Who is Grace? Sijajua Grace ni nani. Kwenye familia yenu ni Grace? Kwenye familia yetu hakuna mtu anaitwa Grace. Anyway, what's your name? Jina langu mimi naitwa Upendo. Mimi nina changamoto ya uchumi. Nimejaribu kufanya vitu vingi sana, naona kila ninachokifanya haviendi. Sawa Upendo. Umefika mahali sahihi. I am the prophet. I'm the real man of God. Na kuhusiana na changamoto ya uchumi nitakusaidia. Lakini kukudhibitishia kwamba mimi nabii, hauna changamoto ya uchumi tu. Kwa sababu wakati naingia kuna picha niliona rohoni, na Roho Mtakatifu akanizungumza ni direct ya kwamba una struggle pia hata kwenye eneo la mahusiano. Na to verify this, wakati namuuliza Roho Mtakatifu ni nini hiki, nikasikia sauti ya Mungu ndani yangu ikisema kwamba huyu ndiye, ina maana wewe ni mke wangu. Prophet, nimeolewa, nina mwanaume na tuna mtoto mmoja, hadi pete hii hapa. Anyway, hamna shida. Just believe me. I'm the real man of God. I hope you know. So, ngoja ni focus hapo kwenye uchumi. Mungu anataka abadilishe uchumi wako. Kwa hiyo kuna maelekezo anayo Shepherd atakupa kwa mtu yote yule ambaye ana changamoto ya uchumi. Kuna utaratibu tumeweka, kuna kitu utakachofanya, na ukikifanya kuanzia hapo utaona breakthrough. Utaona Mungu anahusika direct kwenye eneo la uchumi, akigeuza maisha yako na kila kitu chako. Kwa hiyo haujakosea kufika mahali hapo. Nenda muone Shepherd, atakupa utaratibu ule, fanya, then na imani utarudi na ushuhuda. Sawa. I'm the prophet. A real man of God. Sawa nabii. Lile swala ambalo niambia jana, nimekaa nimefikiria, nipo tayari. Wow. Pia
Nje ya hapo nina changamoto nyingine. Listen to me, Perusi. Hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza ikatuzuia kwenye jambo. Jambo lolote ambalo Mungu amelikusudia, mbingu, maserafi na mikerubi wapo kwa ajili ya kuhakikisha linatimia. So believe me, as you are with the prophet, nothing is difficult. Changamoto gani? Mimi ni mwathirika wa HIV. Serious? Yes. HIV. Hakuna shida. Nahisi ngoja tuendelee kuliombea jambo. Lakini prophet tusema kwamba hamna changamoto ambayo inaweza kuzuia hili swala, na mbona kama vile umebadilika ghafla? Usijali. Uko na nabii. Yaani kama nilivyokuambia, ngoja nikamsikia Mungu tena anasemaje kuhusu hili. Yamkini sikusikia vizuri. So usiogope. Muone Shepherd, afu mimi nitakupa feedback. Shepherd. Yes, baba. Naomba umpe maelekezo Perusi.